Watu wengi leo hii tunashindwa kufanikiwa katika maisha yetu na hata kuto kulifikia kusudi la Mungu aliloweka ndani mwetu kwa sababu tunadharau neno la Mungu la ufunuo. Ngoja nikwambie, Mungu anaweza kazungumza na wewe neno la ufunuo ambao hata kwenye Biblia yake yalipo, ili tu ulitii hilo neno na uliweke katika matendo, ili liweze kukuletea matokeo makubwa katika maisha yako na hata kukuvusha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ila watu wengi tunashindwa kuvuka na kufikia hatima zetu kwa sababu tunadharau neno la Mungu la ufunuo. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, Biblia hii ni baadhi ya maneno ya Mungu tu. Haina maana Mungu amemaliza kuongea. Mungu ni Mungu aliyeongea, Mungu ni Mungu anayeongea, Mungu ni Mungu atakayeongea. Ukiangalia Biblia hii, maneno kadhaa, baadhi ndio maneno ambayo yalisikika moja kwa moja kutoka sauti ya Mungu mbinguni mpaka duniani, lakini asilimia kubwa ya maneno ya Mungu ni mafunuo ya Mungu kupitia watumishi wake. Aliwaekea roho wake, ndipo akaandika neno la Mungu kupitia ufunuo. Kwa hata leo hii Mungu anaweza kaleta ufunuo kwa ajili ya kuvusha maisha yako. Kwa kama Mungu anaweza kuleta ufunuo kuvusha maisha yako, unaupima huo ufunuo kwa neno la Mungu. Yaani hili neno la Mungu ndio linalopema ufunuo. Kama ufunuo ukinzani na neno la Mungu, basi ni ufunuo uliotoka kwa Mungu. Haijalishi unaathiri kiasi gani uchumi wako, haijalishi unaathiri kiasi gani amani yako, kwa sababu kuna wakati ufunuo unakuja ambapo ufunuo unachanganya kiakili, kwa sababu Mungu haeleweki kwa akili, Mungu anaeleweka kwa mafunuo. Kwa sababu Mungu anawezekana amekupa kazi, alafu ghafla uvuvio ukaja kichwani kwako kwamba toa fungu la 50. Ukiangalia kwenye Biblia hamna, kwa sababu inaingilia amani yako na uchumi wako. Unasema hapana, kwenye maandiko hamna, silifuati hili neno. Kumbe lilikuja kama ufunuo ili kukuvusha, kukutoa hatua moja kwenda hatua nyingine, ili kukupa uchumi mkubwa, ili kukuongezea cheo mabosi zako ukitii tu. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, inawezekana hata leo hii umekopa pesa, ule mkopo Roho Mtakatifu akakuvuvia kichwani kwako, toa fungu la 10. Kwa sababu unasema kwamba fungu la 10 haiwezekani, mkopo, pesa ya mkopo utoe fungu la 10. Ngoja nikwambie, hata hiyo pesa ya mkopo ulioipata, kwani mkopo anayekuwezesha kuulipa ni nani? Si ni Mungu? Kwa hiyo kama Mungu ameleta neno la ufunuo kulifanya jambo lolote ambalo halikupelekei kutenda dhambi, tenda ili uweze kuleta matokeo. Ndio maana Nahumu 1:9 anasema, mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha mateso yote kabisa, hatainuka kwa mara pili. Kumbe hatua ya kwanza, wewe mwanadamu unamwazia nini Mungu? Unamwazia Mungu kama aliyekuacha? Unamwazia Mungu kama anaweza kukuvusha? Unamwazia Mungu kama anaweza kutenda? Kwa hiyo kama unamwazia Mungu chanya, basi Mungu atakuvusha. Hivyo ni lazima tulitii neno la Mungu katika mafunuo. Tulitii neno la Mungu kama halikinzani naye katika neno lake, ni neno la ufunuo, basi tulifanyie kazi na litakuzalia matunda, litakutoa hatua moja kwenda hatua nyingine, kwa sababu Mungu sio Mungu wa mazoea. Kwa sababu Mungu sio Mungu wa kueleweka kwa akili, ila Mungu ni Mungu wa kueleweka kwa imani. Mungu ni Mungu wa kueleweka kwa mafunuo. Ndio maana hata neno lake takatifu linaeleweka kwa mafunuo, sio kwa akili. Ukitaka kumwelekea Mungu kiakili, utaleta kuchanganyikiwa, kwa sababu akili yako haiwezi kufika viwango vya Mungu, ila ni lazima uiache akili yako chini na kuipandisha imani yako ili uweze kutambua kwamba Mungu ni Mungu anayeweza yote, kwa sababu hakuna kitu chochote kinachoweza kumvua Mungu wake, ila Mungu ni Mungu wa milele na hata milele. Hivyo mtii Mungu katika ufunuo, atakushangaza katika maisha yako, na Mungu akubariki sana. Amina.